Bwana, mara baada ya mchezo wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi kuweza kutamatika na Wekundu wa Msimbazi kuweza kupokea kichapo cha bao moja kwa bila dhidi ya Petro Atletico de Luanda kutokea kule nchini Angola, wachambuzi tofauti wamekuwa na mawazo yao kuhusiana na kile ambacho kocha wa Wekundu wa Msimbazi Simba Dimitri Pantev alichoweza kukionyesha kwenye mchezo huo. Lakini nipo na mchambuzi hapa ambaye ameweza kuposti ujumbe mrefu kweli na huyu si mwingine ni Nazareth Upete. Ameweza kuandika ya kwake ya moyoni na kile ambacho ameweza kukiona kuhusiana na kocha huyo Dimitri Pantev ambaye analaumiwa sana na mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia na wapenzi wa klabu hiyo. Kwanza kabisa nitaenda kunukuu maneno yake ambayo ameweza kuandika vizuri kweli. Kwanza kabisa ameanza na kichwa cha habari kwamba usisome kama upo kwenye stuli ndefu. Labda nitakuwa tayari kuweka shingo kwenye reli au kutega kichwa kikatwe, kwamba kosa ni Pantev kutoanza na striker. Zile nafasi walizokosa wachezaji zinahitaji tu uwe ni striker. Nani aliyefanya study na tactical analysis akaamini kila mechi Simba inahitaji kucheza na striker? Baada ya mastriker kuingia nini kilifuata? Bwana, hayo ni maswali ambayo Nazareth Upete anaendelea kuyauliza. Lakini pia anasema timu imechezaje ikiwa na striker compare na ikiwa haina striker? Kwangu timu imecheza vyema bila striker kwa sababu haikuwa na abiria na nafasi walizokosa ni za mtu tu binafsi, ila timu ilikuwa kwenye uwiano mzuri. Na ni kweli ukiangalia kuna baadhi ya nafasi ambazo Wekundu wa Msimbazi Simba waliweza kuzikosa. Nafasi moja ilikuwa ni ya Morris Abraham, akaweza kugongesha posti, lakini pia nafasi nyingine ilikuwa ni ya Eli Mpanzo Kibisawala ambaye yeye alimtoka mpaka golikipa kabisa, lakini akapiga mpira pembeni. Naendelea kunukuu maneno ya Nazareth Upete. Kama mnakumbuka juzi kwenye uchambuzi wangu pale DStv nilisema ni mechi ngumu sana kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia nikarudia tena hapa nikisema Premio walishinda kwa makosa binafsi, na asubuhi nikakumbusha kwa wachezaji wa Kinito Balanga hata angeanza na Vidinho bado Simba walihitaji sana mchezaji anayehama nafasi kuliko kusimama. Naweza kumhukumu Pantev kwa namna yoyote ile, ila sio mchezo huu. Alifanya study sahihi kabisa, wachezaji wenyewe tu ndo wamemwangusha. Bwana, huyo ni Nazareth Upete ambaye ametoa ya kwake ya moyoni kulingana na kile ambacho yeye anakiona kulingana na mchezo ambao umechezwa na Wekundu wa Msimbazi Simba wameweza kupoteza. Swala kubwa ambalo kama umesikiliza vizuri ni kwamba Upete anagusia kwamba ile mbinu ya kocha Pantev kuanza bila striker kwa maana ya namba 9 pase kwenye eneo la pale mbele ni study kabisa ambayo aliweza kuifanya. Kwa hiyo hakukosea chochote tu, lakini shida ilikuwa kwa aina ya wachezaji ambao walipewa hizo nafasi pamoja na majukumu walishindwa kuweza kuyatimiza kama alivyosema Nazareth Upete. Lakini pia issue nyingine ni issue ya sabu. Tunajua kabisa watu walitamani sasa kuona namba 9 pase akiweza kuingia kama watu wengi ambao walikuwa wakitamani. Lakini kipindi cha pili kocha alifanya hivyo Dimitri Pantev na kuweza kumuingiza Jonathan Soa, lakini pia baadaye akaenda kumuingiza mtu kama Steven Dese Mukola. Lakini ukiangalia the way alivyokuwa anacheza bado kulikuwa hakuna kitu ambacho kiliongezeka kule upande wa mbele. Lakini kwa mawazo yangu sasa na mimi nitaenda kugusia kulingana na kile ambacho mimi nimekitazama. Kwa upande wa mastriker walivyoingia Wekundu wa Msimbazi Simba hawakuweza kucheza vizuri
kama ambavyo walikuwa wanacheza kipindi cha kwanza. Utakumbuka kabisa kipindi cha kwanza walikuwa na mtu kama Nabi Kamara ambaye alikuwa anacheza pacha pale katikati pamoja na Alassane Kante. Lakini mara baada ya Nabi Kamara kutoka wekundu wa Msimbazi Simba wakasalia na kiungo mkabaji ni mmoja ambaye ni Alassane Kante, ambaye ukimwangalia pia na yeye ni mchezaji mzuri, lakini ni mchezaji ambaye sio mwepesi. Ukiangalia hata movement ya goli ambalo wekundu wa Msimbazi Simba wamefungwa mara baada ya Anthony Mligo kuweza kufanyiwa madhambi na kupokwa mpira, ilipigwa pasi pembeni, lakini pia pasi nyingine ikapigwa mbele ya Alassane Kante, lakini ukiangalia ile reaction yake ya yeye kwenda kwenye tukio ili kuweza kuzuia hatari siweze kutokea, unaona kabisa ni namna gani alikosa ile sharpness ya kuweza kufanya maamuzi ya kuweza kumzuia mchezaji wa Petro Atletico de Luanda kuweza kufanya shambulizi la hatari kunako eneo la goli la wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo shida ilianza pale ambapo Nabi Kamara alivyotoka. Ukiangalia Kamara ni mchezaji ambaye alikuwa ana linki katika eneo la kiungo pamoja na eneo la mabenki. Ni mchezaji ambaye alikuwa akishuka chini na kuchukua mipira, lakini pia na kuipeleka mbele, kitu ambacho kilikosekana kunako kipindi cha pili mara baada ya mchezaji huyo kuweza kufanyiwa sabu. Lakini pia issue nyingine ni Neo Maema, mchezaji ambaye unaweza kujiuliza ilikuwaje mchezaji huyo akaweza kumaliza dakika zote 90. Hata mimi nashangaa kwa sababu performance ya Neo Maema jinsi ilivyokuwa ni kwamba ulikuwa humuoni akiwa na mchango kwenye matukio yote, kwa maana kwenye matukio ya kukaba wakati timu haina mpira, lakini pia wakati timu ina mpira, kwa maana kwenye tukio la kushambulia, lakini pia hata pia akiwa na mpira sio mchezaji mzuri ambaye ulikuwa unaona akifanya vile vitu ambavyo watu wengi walikuwa wakitegemea. Lakini pia sababu nyingine ambayo pia inaweza ni sababu ambayo ilifanywa ambayo pia na yenyewe haikuwa na impact nzuri, ni mara baada ya kuweza kumtoa Morris Abraham na kuingia Ladaki Juma Chasambi, mchezaji ambaye kwa muda mrefu hajapewa hata dakika 3 za mchezo. Kwa hiyo unaona ni namna gani basi ukiangalia ni bwana mdogo, lakini pia ana muda mrefu sana hajapewa nafasi ya kuweza kucheza. Kwa hiyo unaweza ukasema ni baadhi tu ya makosa ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wanatakiwa kuyafanyia marekebisho, kuona ni namna gani basi katika michezo mingine ijayo hawafanyi yale makosa ambayo wameyafanya katika game hii ya Petro Atletico de Luanda. Bwana, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Bye bye.